Karibu tena Colin Farm Channel, channel nzuri kabisa ambayo inakusaidia wewe mzalishaji kuweza kujifunza masuala mbalimbali ambayo huenda yakawa ni msaada sana kwa wewe kuweza kupiga hatua kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Ningependa nigusie jambo dogo ambalo linaweza likawa ni msaada kwako kuweza kujifunza, hasa kwa wale ambao wanafanya biashara ya ufugaji wa kuku. Hivyo nafahamu kwamba ili kusudi uweze kufanya ufugaji wako wa kuku uwe na matokeo mazuri zaidi, ni lazima uweze kufanya vitu ambavyo vitakusaidia kuweza kuwaweka salama kuku wako. Inawezekana labda kwenye hatua ya kifaranga au wakiwa kwenye hatua za ukuaji wao wa kawaida kuelekea aidha kutaga mayai au kuwaingiza sokoni. Na moja ya hatua muhimu ambayo natakiwa uifahamu na uifanyie kazi ni kuhusiana na usafi ndani ya banda ambalo utakuwa unawafugia hao kuku wako. Nikisema usafi namaanisha masuala yafuatayo. Swala la kwanza ni usafi wa vyombo vya maji ambavyo kuku watakuwa wanavitumia. Swala la pili ni usafi wa vyombo vya chakula ambavyo vitakuwa vinatumika kwa ajili ya kuku kupata chakula. Na swala la tatu na la muhimu ni usafi wa maranda au litters material ambazo zitakuwa zinapatikana ndani ya hilo banda. Moja ya shida ambayo huenda ikaleta hasara kwa mfugaji au wewe ushaipitia ni pamoja na kupata changamoto nyingi za magonjwa ikiwemo mafua, coccidiosis pamoja na magonjwa mengine ambayo kwa asilimia kubwa yanasababishwa na uchafu wa banda. Na huo uchafu unatokea kwa sababu ya maranda kutokuwa na usafi ambao unatakiwa. Ili kusudi uweze kufanya ufugaji wako kuletea matokeo, inabidi ufahamu kabisa kwamba maranda ndiyo ambayo huwa yanasababisha kwa asilimia kubwa uwepo wa changamoto za magonjwa. Na hawa vifaranga unavyowaona wanaelekea kukamilisha wiki 3 na mpaka hapa walipo hawajawahi kupata changamoto za mafua, hawajawahi kupata shida yoyote ambayo inahusiana na masuala mazima ya magonjwa ambayo yanasababishwa na aidha uchafu wa banda au uchafu mwingine wowote ule. Na hii ni kwa sababu haya maranda ambayo unayaona hapa chini ni maranda ambayo nimeyaweka kwenye banda, na haya maranda nimeweka kwa viwango ambavyo vinatakiwa kulingana na idadi ya kuku. Unawezaje basi haya maranda kuyafanya yasilete changamoto kwa kuku au vifaranga wako ambao unawafuga? Njia ni rahisi sana. Cha kwanza, inabidi uwe na banda ambalo limezingatia viwango ambavyo vinatakiwa, na cha pili, unatakiwa uwe na idadi ya kuku ambayo inatakiwa kulingana na ukubwa wa banda lako, na cha tatu, unatakiwa uwe na vipimo sahihi na kiwango sahihi cha maranda ambayo yanatakiwa yawepo ndani ya banda lako. Na ishu kubwa inakuja kwa wafugaji wengi ni kwamba kati ya haya matatu ambayo nimeyasema, ukianzia kwenye banda, ukija kwenye idadi ya kuku pamoja na kiwango cha maranda, kati ya haya matatu mojawapo wanalizingatia, vingine wanashindwa kulizingatia. Wewe kama mfugaji ambao unataka matokeo, unaweza ukazingatia vitu hivyo vitatu ambavyo vitakusaidia kuweka usalama wa maranda yako na pia kuweka usalama wa kuku wako. Ili kusudi uweze kufanya mfumo wa hewa uwe salama zaidi, hakikisha basi maranda ndani ya banda lako unayageuza mara kwa mara, ili kusudi uweke hali nzuri ya hali ya hewa ndani ya banda la kuku au vifaranga ambao unawafuga. Misconception kubwa inakuja pale ambapo wafugaji wengi wanajua kwamba maranda yanatakiwa yabadilishwe mara kwa mara ili kusudi kuweka usafi we mzuri. Lakini kwa uzoefu wangu kutokana na ufugaji wa kuku tangu sasa, nitakwambia kwamba ukianza kubadilisha maranda mara kwa mara, yani uyatoe ambayo yalikuwepo unaweka mengine mapya, kwa asilimia kubwa utasababisha changamoto za uwepo wa mafua mara nyingi sana. Na hii inatokea tu pale ambapo unaweza ukafanya hivyo, kuyabadilisha maranda yako kama unawafuga kuku wako ndani ya wiki 3, mwezi moja na nusu, unaweza ukafanya hivyo. Na wale ambao wanafanya hivyo especially wanapofuga kuku aina ya broiler ambao wanachukua muda mfupi sana na kuweza kuingia sokoni. Kwa hiyo siri ya muhimu ya kujua ni kwamba hakikisha unaweka usafi sahihi kwa ajili ya kuku wako, ili kusudi waweze kukua vizuri na wasipate changamoto kubwa zaidi. Na cha msingi ni kwamba unapohakikisha kwamba unafanya usafi, kuku wako hapati changamoto za magonjwa, unakuwa ndipo unajihakikishia kupata faida kubwa zaidi, kwa sababu ya kupungua kwa gharama za uzalishaji ambazo zinatakiwa
endapo itatokea changamoto kama vile magonjwa pamoja na vitu vingine. Kama umeenjoy hii video, unaweza ukashare pia kwa watu wengine ambao na wenyewe wanahitaji kupata elimu pamoja na kupata maarifa kuhusiana na masuala mazima ya uzalishaji, ili waweze kujifunza na mwisho wa siku waweze kufanya vizuri.